Leo nataka tuwe na neno fupi. Nimeshangaa sana. Kuna somo nililiandaa la kufunga mwaka, lakini limegoma kabisa. Hili hapa niliandaa lina peji kama 4 hivi, lakini limegoma kabisa nisilifundishe. Nataka nikuambie kitu muhimu ambacho Roho Mtakatifu ameniambia wakati naomba usiku wa leo. Mimi Roho Mtakatifu akisema kwa sauti ninayoielewa, na heshimu na kutii na airisha yale mengine, sema amina kubwa sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Leo nataka tufunge mwaka kwa neno la Wafilipi ile sura ya 4. Wafilipi ile sura ya 4. Ni neno limewekwa moyoni mwangu kwa nguvu sana. Wafilipi sura ya 4 na ule mstari wa 8 na wa 9. Taka mtu mzima na aliyeokoka kweli kweli ashike neno hili la mwisho wa mwaka. Soma nyuma yangu. Hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, mambo yoyote yaliyo ya staha, mambo yoyote yaliyo ya haki, mambo yoyote yaliyo safi, mambo yoyote yenye kupendeza, mambo yoyote yenye sifa njema, ukiwako wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo mambo mliojifunza kwangu na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona kwangu, yatendeni hayo, na Mungu wa amani atakuwa pamoja na ninyi. Mr. Shimwela, baada ya ibada hii unione, taongea maneno machache na wewe. Bwana asifiwe sana. Nataka tuuage mwaka huu kwa neno hili. Upate nafasi ya kukaa chini na kutafakari wema wa Mungu katika maisha yako kwa mwaka mzima. Jana nina rafiki yangu mmoja huyu Raju anayeuza magari wa kampuni ya Image. Saa 11 wakati nimekaa pale baada ya kikao changu na baraza la wazee, akanipigia simu. Mbia Bishop, mbia ndio rafiki yangu. Rafiki yetu amekufa. Nikamwambia nani? Akanambia rafiki yetu, mimi nilisoma naye darasa moja, tuna umri sawa sawa. Nikamwambia nani? Akanambia Gupta. Mbia Gupta amekufa? Mimi yule kijana namfahamu. Nimewahi kwenda dukani kwake pale wakati fulani, na niliwahi kutambulishwa na mtu fulani, kwa akawa ananipa heshima sana. Kaambia amekufaje?
Akanambia aliamua tu kwenda nyumbani India akasherekee sikukuu kule ya mwaka mpya, na baada ya sikukuu arudi. Amefika India, hakuteremka kwenda nyumbani kwao, akasema ngoja kwanza akae hotelini siku 2-3 alafu ndo atakwenda nyumbani. Kwa hiyo marafiki zake wa India wakamkaribisha, wakaenda kusherekea sherehe ile, akarudi hotelini. Aliporudi hotelini akapata tu shambulio la moyo, ndani ya dakika 10 akawa amekufa. Gupta nadhani anaweza kuwa miongoni mwa, kama ukichukua matajiri 10 Arusha, yule kijana yumo. Sio mfanyabiashara mdogo mdogo. Nikashangaa. Alafu kijana mdogo wa miaka 53, yaani umri wake, amezaliwa 72. Nikaunganisha wakati tunamaliza ibada ya juzi ya Krismasi, wakati natoka pale nje, mke wa Marko nikamuuliza, mbona unatoa gari unakimbia haraka haraka, hujanisalimia, sijakuona siku nyingi? Akanambia, nawahi rafiki yetu mpenzi amekufa ghafla. Nani? Akanambia, Profesa Kweka. Kweka yule ambaye mlinitambulisha, yule kijana yule? Akanambia, ndio. Amekufa kufaje? Profesa Kweka na yeye ni kijana aliyezaliwa mwaka 73. Mungu akampa neema, akapata elimu, alikuwa yuko chuo cha Nelson Mandela. Walitoka wakaenda sijui wapi huko Lindi, sijui wapi, ni watafiti wale. Wana gari yao ya kazi ya serikali. Wanarudi njiani wamegonga guta. Na yeye kama bosi, kama ofisa, kama mkuu wa msafara, hakuwa amekaa mbele, alikuwa amekaa nyuma. Amegonga guta, wamegonga ni bajaji au guta? Guta, umegonga guta. Dereva hakupata madhara, wala maofisa wengine wote walioambatana kwenye msafara hakupata madhara. Yeye aliyekuwa amekaa nyuma, ikaonekana kwamba walipogonga sijui ule mkanda aliyokuwa amejifunga hivi, sijui ulimbaraje, wakabeba kimbiza KCMC. Walipofika ambia, mbona huyu ameshakufa? Nimekaa chini na tafakari, hivi mimi ni nani lakini kuwa hai, kuwa mzima Januari mpaka leo? Nikasema niwaletee, tuunganishe mawazo kwa pamoja. Yaani ufunge mwaka, hata kama una matatizo usiyaombee matatizo. Hata kama una hela usiombe kupata hela. Hata kama una ugonjwa usiombe ukutoke.
Tafakari tu wema wa Mungu, kwamba una uzima, una afya njema, pua zako zinafanya kazi vizuri, figo zako zinafanya kazi vizuri, moyo wako unadunda vizuri, mapafu yako yanafanya kazi sawa sawa, una mifupo, unasimama, unaweza kuinuka na kukaa, una macho, unafumba na kufumbua. Ya utafakari tu wema ambao Mungu amekufanyia. Sijui kwa nini amina ni ndogo, lakini nataka mchana wa leo nikupeleke kwenye uwe mtu wa kutafakari. Yaani wanaondoka watu ambao kibinadamu ni wa maana sana, kama ni elimu wanazo, kama ni fedha wanazo, kama ni ulinzi wanao, lakini wanaondoka tu ghafla. Tutakaa sana hapa kwa nini Paulo aliwaambia Wafilipi, unaona, kwamba kama kuna jambo lolote lile jema Mungu amekutendea, kuna jambo lolote la kupendeza Mungu amekutendea, kuna jambo lolote zuri Mungu amekutendea, Paulo anawaambia hebu kaa chini upate nafasi ya kutafakari wema wa Mungu. Haleluya, haleluya. Nikagundua, mwambie mwenzako, baba amegundua. Ndio sababu Mungu alimfurahia sana Daudi. Sema hivyo, ndio sababu Mungu alimfurahia sana mfalme Daudi, kwa sababu Daudi alikuwa na nafasi ya kukaa chini na kutafakari. Tutaelewana tu hata kama lakini Roho Mtakatifu amenipa muongozo. Sema amina. Yaani moja ya sifa ya mfalme Daudi, alikuwa na nafasi ya kukaa chini na kutafakari tu wema wa Mungu katika maisha yake. Na anapotafakari alikuwa anaenda mbali sana, na kwa sababu ametafakari akaenda mbali sana, Mungu alikuwa anamtokea Daudi sana. Kwa mfano, Samueli wa pili ile sura ya 7 mstari wa 1, wa 2 mpaka wa 3. Tusome kwanza huo mstari. Soma nyuma yangu, sema, ikawa mfalme Daudi alipokuwa akikaa katika nyumba yake, hapo Bwana alipomstarehesha. Sijasikia sauti. Hapo Bwana alipomstarehesha, asiudhiwe na adui zake waliomzunguka pande zote. Mfalme akamwambia Nathan nabii, angalia sasa, mimi ninakaa katika nyumba ya mierezi, na sanduku la Mungu linakaa ndani ya mapazia. Ukisoma Biblia ya Kiingereza imeeleza vizuri zaidi. Hapa yani Daudi anakaa, yuko kwenye nyumba yake nzuri, imeezekwa kwa mierezi ya Lebanoni. Daudi anakaa, anaona hakuna adui tena wa kumsogelea pande zote. Daudi yuko salama. Daudi amekaa, akawaza moyoni, mimi nakaa hivi, halafu sanduku la Bwana linakaaje? Haiwezekani. Sema amina.
Mstari wa 3 unasema hivi, soma. Nathani akamwambia mfalme, haya, fanya yote yaliyomo moyoni mwako, maana Bwana yu pamoja na wewe. Daudi nabii, ndio sababu alikuwa nabii akaelewa. Daudi ametafakari sana ndani ya moyo wake, amewaza sana ndani ya moyo wake, ana mambo yamemwijia ndani ya moyo wake. Sasa nabii anamwambia Daudi, fanya hayo yote ambayo umeyatafakari, umeyawaza, yaliyo ndani ya moyo wako, yafanye. Sasa sikiliza mstari wa 4. Uongeze kusoma kwa sauti. Mstari wa 4 sema, ikawa usiku huo huo neno la Bwana likamfikiria Nathani kusema, nenda ukamwambie mtumishi wangu Daudi, Bwana asema hivi, je, wewe utanijengea nyumba nikae ndani yake? Kwa maana mimi sikukaa ndani ya nyumba tangu siku ile niliyowatoa wana wa Israeli katika Misri hata leo, lakini nimekaa katika hema na maskani mahala mote nilimokwenda na wana wa Israeli wote. Je, nimesema neno lolote na mtu yeyote wa waamuzi wa Israeli niliyemwagiza kuwalisha watu wangu Israeli, nikisema, mbona hamkunijengea nyumba ya mierezi? Mstari unaofuata, ongeza sauti. Basi sasa mwambie mtumishi wangu Daudi maneno haya, Bwana wa majeshi asema hivi, nalikutwaa katika zizi la kondoo, katika kuandama kondoo, ili uwe mkuu juu ya watu wangu, juu ya Israeli. Nami nimekuwa pamoja nawe kila ulikokwenda, na kuwakatilia mbali adui zako wote mbele yako, nami nitakufanyia jina kuu kama jina la wakuu walioko wapi? Haya matamko haya yanatokea. Daudi hakuwa anaomba. Daudi aliketi akapata nafasi ya kutafakari wema wa Mungu katika maisha yake, matendo ya Mungu ya ajabu ambayo Mungu amemtendea, kiasi sasa Daudi anakaa katika nyumba ya mierezi. Daudi hakuna adui anayemuudhi tena. Daudi ana vyakula, Daudi ana kila kitu. Daudi anajiuliza, na Mungu anakuja kumkumbusha alikomtoa, kwamba ukuwa na vigezo Daudi, lakini mimi niliyafanya haya kwa kuwa umepata muda wa kukaa na kunitafakari mimi, kwamba ndiye ambaye nimekufanyia hayo yote. Sasa Daudi, nitakubariki. Mbona mnanitazama tu? Itika amina. Unajua, mtoto yeyote hata kwa mzazi wake anayepata nafasi ya kukaa chini na kutafakari wazazi wake wamemfanyia mangapi, yule mtoto atajaa moyo wa shukrani za ajabu sana huku ndani. Lakini mtoto ambaye hakai chini akatafakari hivi ni ilivyo, ni kwa sababu wazazi wametoa nafasi kubwa juu ya kunishughulikia, wamenihangaikia, wamenisumbukia. Yeye akiwa ni mtoto wa kulaumu kila siku, kulalamika, anachosha au hachoshi? Anakinaisha au akinaishi? Sasa kama sisi tunapozaa watoto, ukiwa na mtoto ombaomba kila siku,
ni mlalamikaji tu, ni mnung'unikaji tu, anakukera, anakuchosha. Mungu ni zaidi. Daudi akafurahiwa sana na Mungu kwa sababu Daudi alikuwa ni mfalme aliyejaa kukaa chini na kutafakari. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Ngoja nikupe mistari mingi ya tafakuri ya Daudi. Zaburi, nianze na Zaburi ya 27. Zaburi ya 27. Tusome kwa sauti kubwa wote ule mstari wa 4. Zaburi ya 27 ule mstari wa 4. Sema, neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Mshike mwenzako mkono, mwambie Daudi alikuwa anatoka nyumbani mwake, anaenda nyumbani mwa Bwana kwa kazi kubwa mbili. Wakati mwingine anatazama uzuri wa Bwana katika maisha yake, anatafakari wema wa Mungu. Yani akuja nyumbani mwa Bwana kuomba, lakini anakuja tukutazama wema wa Mungu, anatafakari, hivi mimi ni nani? Paka Mungu akawa anamshangaa. Haleluya. Mimi nakupa hili kitu kwa sababu Roho Mtakatifu ameniambia wewe jiwekee mwaka ujao hata mara moja kwa wiki unakuja hapa ndani, sio unakuja kuomba, sio unakuja kulalamika, lakini uje tu kuona uzuri wa Bwana. Yaani hivi tunaelewa maana ya kutafakari. Kutafakari maana yake nini? Kina kiwango walimu mwe mnatusaidia. Ukisikia Biblia ya Kiingereza inasema to meditate. Meditation maana yake hasa kubwa ni nini? Kutafakari na lenyewe kanakuwa kama bado likamsamiati kasikoeleweka. Hebu muulize mwenzako, hivi nini maana ya kutafakari? Mama Kange, mtu akakuuliza nini maana ya kutafakari, utajibu nini? Mimi kutafakari ni ile hali ya kutulia na kupiga picha ya maisha yako kwa ujumla na kwa mfano kutafakari Mungu sasa kuangalia jinsi ambavyo Mungu ametenda katika maisha yako, alivyokubadilisha na kukutendea mema. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo hukua vile ulivyo, lakini kuna jinsi ambavyo Mungu amekuhamisha akakuleta mahali. Ni kukaa hapa, mwambie mwenzako ni kukaa hapa. Unaweka kiti unakaa, alafu unaleta picha ya maisha yako. Sema unaleta picha ya maisha yako, ulivyokuwa kabla ya kuokoka na ulivyo sasa baada ya wokovu. Mnanielewa? Lakini haleluya, haleluya. Mama Idi, yani unakaa chini unavuta ile picha. Yani mimi nirudi ile miaka ya 70 na kitu hivi, wakati naokoka, naleta ile picha nilikuwaje, naleta ile picha nilikuwa nakaa kwenye kajumba ka aina gani, naleta ile picha nilikuwa natoka katika familia ya aina gani, naleta ile picha elimu yangu ilikuwa ya aina gani, na maisha yangu kwa jumla yake yalikuwaje, naleta ile picha magonjwa yaliyonishambulia, naleta ile picha. Yani unaiweka hapo picha, alafu unailinganisha na maisha ya sasa ulivyo. Huko ndiko kutafakari. Sema amina. Haleluya, haleluya. Daudi alikuwa anakaa anaileta ile picha,
ya kwake ya kuchunga tu kondoo za baba yake porini, na alafu sasa anakaa kwenye jumba la kifalme, ndiye mfalme wa Israeli. Majeshi yote yanapokea amri kutoka kwake, yeye ndio mwenye kauli ya mwisho. Anasema mimi. Sema amen. Alikiwa anapigwa butwaa, anashangaa. Hebu muulize mwenzako, hivi ushangai wewe? Mshike mkono, mwambie hivi, wewe ujishangai? Huyo mama anayelala hapo, mtikize kidogo hapo, huyo wewe usilale. Mshike mwenzako, mwambie hivi, wewe ujishangai? Na inawezekana msijishangae, lakini sisi wengine, mimi nilichanjwa chale na waganga wa kienyeji. Wakati naanza kazi ofisini, tuliogopa sana kurogwa. Kwa nikatoa hela, nikaenda kwa mganga wa kienyeji, akanichanja nini? Chale. Akavuta ulimi wangu, akachanja, akaniwekea dawa chungu, akanichanja mgongoni, akanambia vua nguo. Nikavua nguo, akanichanja chale. Yani wanakudhalilisha wewe, nadhani unatibiwa. Nikipata ile picha, na leo mganga wa kienyeji hasogei, hanichanji chale. Leo jini alisogei, leo pepo hasogei. Leo nina ulinzi wa Baba wa mbinguni. Leo nalala usingizi mtamu nikipiga ile picha, ile picha. Jamani, ninapopiga ile picha, yani Roho Mtakatifu alipozungumza nami kwa achana na ujumbe uliosema huo, tafakari wema wangu mwaka mzima nimefanya mangapi, na kushirikisha. Kama ujumbe utakusaidia, heri yako, lakini Bwana amesema na mimi mwenyewe kwamba hebu tafakari mwaka mzima. Kama kuna mwaka nimesafiri mwaka huu, kama kuna mwaka nimepita kwenye matukio ya aina mbalimbali mwaka huu, kama kuna mwaka nimepata ajali mbaya nyingi mwaka huu, lakini niko salama, sikukwaruzika, niko mzima. Bwana amenilinda, Bwana ameniponya. Yani Daudi anasema, neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta siku zote za maisha. Yani maisha yake yote anataka mambo mawili: akae nyumbani mwa Bwana kwa mambo, atazame tu uzuri wa Bwana, halafu atafakari. Unaona, huyu Mungu ni wa ajabu. Unajua Mungu ukikaa chini ukaanza kumtafakari, yani wewe, Mungu ni wa ajabu, anakuwa wa ajabu kweli. Kama una muda wa kutafakari kwamba yeye ni wa ajabu, hawi wa ajabu kwako. Lakini ukimtafakari, wewe Mungu ni wa ajabu, unaweza kuniponya mwaka mzima, unaweza kunilinda mwaka mzima, unaweza kupigana na maadui zangu mwaka mzima, unaweza kunivika mwaka mzima. Yeye anakuwa wa ajabu. Usipomwona wa ajabu, hawi wa ajabu. Hebu mshike mwenzako mkono, mwambie usipomwona Mungu wa ajabu, hawi wa ajabu. Ukimtafakari alivyo wa ajabu, anaonyesha maajabu katika maisha yako. Sema amen. Hawa vijana hawa, vijana wadogo,
vijana wadogo wanazaliwa. Mimi niko JKT, ni wadogo. Mwaka mimi naenda JKT, hawa wanaokufa hawa ndo wamezaliwa, eti wamekufa ghafla. Mimi ni nani? Mimi ni nani? Ili siku 2-3 zilizobaki, hata kama nasema sio nakufa, yani Disemba ndo nimeshaimaliza. Sema ameni jamani. Sema amina kubwa sana. Sema amina kubwa sana. Piga kelele, sema amina kubwa 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 kubwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tusome ile Zaburi ya 48. Zaburi ya 48. Mstari wa 9, soma nyuma yangu. Sema, tumezitafakari fadhili zako Mungu katikati ya hekalu lako. Kama lilivyo jina lako Mungu, ndivyo na sifa yako hata miisho ya dunia. Mkono wako wa kuume umejaa haki. Yani walipokaa na kutafakari hekaluni mwa Bwana, haleluya, wakagundua kumbe mkono wa kuume wa Mungu umejaa nini? Bila kutafakari. Lakini ukitafakari ukiwa ndani ya hekalu la Mungu, wema wa Mungu, utashangaa. Utaona mkono wake wa kuume umejaa haki, na kwa sababu umeziona haki kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba, haki hizo zinaanza kuja kwako, zinakuja kwako baba, zinakuja kwako binti. Lakini lazima upate nafasi ya kukaa chini na kutafakari. Wamenishangaza sana hawa ndugu zangu. Sema amina kubwa sana. Sema amina kubwa sana. Zaburi ya 63. Zaburi ya 63 mstari wa 6 mpaka wa 7. Zaburi ya 63 mstari wa 6 mpaka wa 7. Soma. Ninapokumbuka kitandani mwangu. Sijui kwa nini hamsomi. We mama, usinyanyue tu shingo hivi kama unataka kuniombea. Kaa sawa sawa useme. Sikia wenzetu hata kwenye vitanda vyao, sema wenzetu mpaka vitandani mwao walikuwa wanatafakari. Wanasema, ninapokumbuka kitandani mwangu na kutafakari wewe makesha yote ya usiku, maana wewe umekuwa msaada wangu, na uvulini mwa mbawa zako ninashangilia. Haleluya. Mwambie mwendako, achana na kutafakari matatizo. Achana kitandani kwako kutafakari kwamba una hela. Manyasi, hivi unanielewa? Unajua mtu mpaka watu wa nywele zimeisha analala hivi ni kutafakari tu, mbona biashara leo nimerudi mkono mtupu, sina chochote, mbona fulani amenitukana, sijui nina laana ya bibi yangu, laana ya babu. Achana na hayo, wewe kitandani kwako. Yani wenzangu wao mimi haya maandiko haya, unajua nimeamka, nimeoga, ndo nikaenda ofisini, mpaka nimechelewa kuingia hapa kidogo, yalikuwa yanatiririka tu. Mpaka nashangaa, naona ile picha, naona hao wenzangu vitandani mwao, nikafikiri mimi kitandani kwangu leo nimetafakari nini? Nimetafakari shida, nimetafakari mvua sijui hamna, nimetafakari sijui wenzetu. Hebu sema tena, hao wenzetu hawa
walipokuwa vitandani mwao, wanakumbuka na kutafakari makesha yote, wanatafakari jinsi ambavyo Mungu amekuwa msaada wao. Halafu wanatafakari tena uvulini mwa mbawa za Bwana. Yaani wanaona jinsi Mungu alivyowafunika. Yaani mimi ninavyokuambia, bila uvuli wa mbawa za Bwana kutufunika, adui anataka atuchakaze asubuhi na mapema, lakini kila anapokuja tumefunikwa. Sijasikia kama anapokuja tumefunikwa. Hata ajigeuze wa bluu, Mungu anajua huyu ni adui, anamtwanga. Hata atege mitego ya aina gani, hamna. Leo nimemwona Machenje hapa, au sio yeye? Hebu njoo bwana. ya nimekuona kwa sababu unashangilia sana. Hivi wewe Machenje, wewe bila Bwana na ufupi ungeoa mwanamke yule mzuri? Sasa hivi una watoto wangapi? 3. Jamani, hebu mpeni Bwana Yesu makofi. Mimi nakumbuka Machenje alichumbia hapa mara 2. Wote wanampiga chenga kwa sababu kwanza hana kazi, alafu anauza tu karanga, alafu na ufupi ulikuwa unachangia. Unanielewa? Sasa baadaye akajitokeza binti mmoja mrembo, akamkubali Machenje. Sema amen. Sema amen. Nikafunga ndoa yao hapa. Machenje, umeshafikisha 5 kweli au 3? 3. Ana watoto wangapi? 3. Sasa ngoja nikwambie, Machenje ameshajenga na nyumba yake. Kwa biashara hiyo ya karanga, Machenje ana nyumba ya. Oneo, umefika kwake au hujafika? Ushafika. Amen. Sasa ukitafakari hayo, hebu sema ni wema wa Bwana. Hebu tumpe Bwana Yesu makofi makubwa sana. Hebu mwambie mwenzako, ninapotafakari wema wa Bwana, hakika nashindwa kumwelewa huyu Bwana anayeweza kumuinua mnyonge kutoka jalalani kabisa. Hebu mkumbatie, lakini yani wewe Yesu, wewe yani umenifanyia mambo yasiyo ya kawaida. Haleluya. Haleluya. Unajua niliwaambia tarehe 25 kwamba kama ni vigezo, hatukuwa na vigezo kama Mariamu. Hatukuwa na vigezo. Lakini nikuongezea zaburi nyingine, mpaka unaambie leo nimechoka. Nitasoma zaburi zaidi, na mwandishi wa zaburi hizi, zaburi hii ziko zaburi 150. Zaburi 80 zimeandikwa na Daudi. Kwa nini ameandika zaburi nyingi? Zaburi ya 124 ni mtu ambaye ametafakari sana. Soma hiyo zaburi, andika yote, mstari wa 1 mpaka wa 8. Alafu sema nyuma yangu. Leo nataka tu nikuweke kwenye kutafakari. Sema, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, wana Sayuni waseme sasa. Mwambie mwenzako, kama si Bwana
amekuwa nasi Januari mpaka Disemba. Peter, unaimbaga zaburi fulani hivi, inasemaje ile? Unaimbaga toka Januari mpaka wapi? Umetutendea mema Baba, tunakushukuru kwa yale uliyotenda. Hebu njoo uimbe tena hapa hivi. Umetutendea mema Baba, tunakushukuru kwa yale uliyotenda. Tena. Umetutendea mema Baba, tunakushukuru kwa yale uliyotenda. Alafu ile Januari mpaka lini naingiaga vipi? Hujapungua Mungu wei, toka Januari Baba hata sasa Mungu wetu wei, wewe unatenda, tutendea mema. Yaani nataka ile misiba itoke ndani ya mioyo yetu. Nataka uone tu wema wa Mungu, utafakari wema wa Mungu, utafakari Bwana amefanya yapi na yapi na yaani, hata kama nyumbani una kuku wa kula leo, we tafakari wema wa Mungu. Kuku ni chakula, baadaye anakuwa mavi, tunapeleka huko chooni huko. Wema wa Mungu hauishi, hauozi. Sema wenzetu wakatafakari, kama sio Bwana aliyekuwa pamoja nao. Unasikia ule mstari wa pili unasema kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi. Soma, wanadamu walipotushambulia. Hebu mgeukie mwenzako, wanadamu kama ni kukushambulia, wamekushambulia kwa maneno, kwa hila. Hata kama ni kazini kwako, wamekushambulia. Sema amina. Sema amina. Wametafuta kukukomoa. Hawa kina Shimwela hao unaweza kukuta anahamishwa kutoka Dar pelekwa Karatu. Wakati mwingine ni wanadamu wamkomoe, lakini kumbe ndio wanampandisha. Sema amina kabisa. Yaani wanadamu ndivyo walivyo, tunasema huyu. Lingine sitaki kulisema sana, lakini wakuu wengi duniani, ngoja niseme wakuu wengi duniani, wakikuona wewe unang'arang'ara katika taifa lile na unapatapata kibali na unakubalika, ili waonyeshe tu kwamba hawajachukizwa na wewe, lakini wanachofanya wanakuambia sasa wewe utakwenda kuwa balozi Burundi. Yaani wanakufukia huko. Yaani hiyo ni kama wamefanya nini? Unaenda kuwa balozi wapi? Ukisikia hiyo unaenda tu, lakini umenyong'onyea. Wamekumaliza. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Sema tena amina. Mwandishi wa Zaburini Daudi alijua wanadamu walivyomshambulia. Sauli alimshambulia sana, watu wengine walimshambulia sana. Unanielewa? Haleluya, haleluya, haleluya. Mstari wa 5 anasema papo hapo wangalitumeza hai, hasira yao ilipowaka juu yetu. Papo hapo maji yangalitugalikisha, mto ungalipita juu ya roho zetu. Papo hapo yangalipita juu ya nafsi zetu, maji yanayofurika. Mstari wa 6 sema na haimidiwe Bwana asiyetutoa kuwa mawindo kwa meno yao. Sema haimidiwe Bwana ambaye mwaka mzima
hajanitoa niwe mawindo kwa maadui zangu. Nafsi yangu imeokoka kama ndege katika mtego wa mwindaji. Mtego umevunjika, nasi tumeokoka. Msaada wetu huu katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Tikize mwendako, mwambie kwa mwaka mzima hujawa mawindo kwa adui. Mama zangu, mbona yani, mwambie mwaka mzima umeshavuka mitego waliotega wanadamu wote, ninayoijua na nisiyoijua, imefyatuliwa na Bwana mwenyewe. Mimi nimepita nikiwa salama, nimepita nikiwa mzima. Najidai. Heya! Oh. Hale. Hebu weka kiti chako, kaa kwenye kiti chako, halafu sema yani, wewe Yesu, mwaka mzima mitego yote ya adui umeifyatua, imeshindwa. Kila hila imeshindwa, kila ugonjwa umeshindwa. Ni salamu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hebu kaa. Mambo ya ajabu haya, mwambie mwenzako, haya ni mambo ya ajabu sana. Daudi aligundua siri ya ajabu sana. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Utasoma Zaburi ya 107 mstari wa 43 nyumbani kwako. Halafu utasoma Zaburi ya 119 mstari wa 97 nyumbani kwako. Halafu utasoma Zaburi ya 143 mstari wa 5 nyumbani kwako. Halafu utasoma Zaburi ya 77 mstari wa 5 mpaka wa 20 nyumbani kwako. Uone wenzetu walivyokuwa wanapata nafasi ya kukaa na kutafakari. Sema amina kubwa sana. Sasa nikusomee Isaya sura ile ya 43. Maana nimwambia nahubiri kidogo ili uende nyumbani. Leo tutafunga mwaka. Nataka ukajiandae vizuri. Zaburi ya 43. Isaya 43. Hebu sema Isaya 43. Mstari wa 18 na wa 19. Mstari wa 18 unasema hivi: msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Sema amen. Amen. Shike mwenzako mkono na mwambie, acha kutafakari matatizo ya nyuma uliyoyapitia. Unapoteza muda. Ni kama mavi yaliyokauka hayo, hayanuki tena. Mwambie kuanzia leo, wewe mtafakari Yesu na wema wake na uzuri wake. Yeye ameahidi unapopata nafasi ya kumtafakari atafanya jambo jipya. Hii nitanena sana siku ya tarehe 1. Sema amen. Haleluya. Mwambie mwenzako tarehe 1 usikose tafadhali brother.
Tafadhali usikose tarehe 1 sister. Kuna jambo lisilo la kawaida. Sema amen. Yani leo tarehe 28 unapoteza muda kutafakari, biashara yangu mbona haiendi kama imeshindwa kwenda tangu Januari mpaka leo. Usipoteze muda, wewe tafakari mengine kabisa. Kama ukujenga tangu Januari mpaka leo, wewe achana na hiyo, wewe tafakari mbele, kwamba mbele hayo yaliyoshindikana huko. Usipoteze muda nayo. Hebu mwambie mwenzako, haya yaliyoshindikana huko usipoteze muda kuyatafakari. Namalizia na Waebrania ile sura ya 3. Waebrania sura ya 3 na sura ya 12. Halafu na kuombea, nataka nikuache na namna ya kutafakari. Sema amina kubwa sana. Sema amina kubwa sana. Sura ya 3 Waebrania ule mstari wa 1 mpaka wa 6, mwandishi anasema hivi: kwa hiyo ndugu watakatifu wenye kushiriki mwito wa mbinguni, mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu Yesu, aliyekuwa mwaminifu kwake yeye aliyemweka, kama Musa naye alivyokuwa katika nyumba yote ya Mungu. Sema, kwa maana huyo Yesu amehesabiwa kuwa amestahili utukufu zaidi kuliko Musa, kama vile yeye aitengenezaye nyumba alivyo na heshima zaidi ya hiyo nyumba. Maana kila nyumba imetengenezwa na mtu, ila yeye, sema, ila yeye aliyevitengeneza vitu vyote ni Mungu. Na Musa kweli alikuwa mwaminifu katika nyumba yote ya Mungu kama mtumishi, awe ushuhuda wa mambo yatakayo nenwa baadaye, bali Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu, ambaye nyumba yake ni sisi, kama tukishikamana sana na ujasiri wetu na fahari ya faraja letu mpaka mwisho. Mshike mkono, mwambie, pata muda wa kumtafakari tu huyu Yesu. Mshike bwana, mwambie, mtafakari sana Yesu, utaona ni wa ajabu. Sema amina. Yaani ukiweka kiti chako ukaanza kumtafakari huyu Yesu, ni wa ajabu. Aliposema Mungu ni mtume nani kule duniani, Yesu anaye kule mbinguni, malaika wanainama wanamsujudu, ana heshima, ana utukufu na kila kitu, akasema nitume mimi. Alipokuja hapa duniani akakaa kwenye tumbo la Mariamu, mama mnyonge, mama ambaye anatoka katika mji uliodharaulika, mama aliyozaliwa na wazazi hoi bin taabani, mama aliyekuwa anakaa, unaona, kazi yake ni kuhudumia kamama fulani kajane kazee sana, mama aliyekuwa ameposwa na kakijana kenye kazi ya useremala tu. Yesu akachagua kuingia humo, lakini akazaliwa kwenye hori la ng'ombe, hana heshima. Hakuzaliwa kama watoto wetu leo wanavyozaliwa hospitali. Yesu hakufunikwa neti asiumwe na mbu, anazaliwa kwa dharau ya chini sana. Alijishusha katika viwango ili aje atupata hata sisi tulio kwa chini sana. Haleluya! Ndio sababu kuokoa Yesu achague amuokoe nani. Hata mchana wa leo tumeshuhudia Yesu anaokoa vingine vitoto vidogo.
Yaani Yesu ni wa ajabu, wa ajabu, wa ajabu, wa ajabu. Yesu anabariki mtu ambaye hukudhani, anambariki tu. Yesu anaponya magonjwa ya watu waliokuwa watu wanawasikia pua wananuka. Huyu Yesu, hebu mtafakarini tu Yesu jamani. Huyu Yesu ni wa ajabu. Mwandishi wa Waebrania ambaye hebu mtafakarini Kristo. Pata nafasi wakati mwingine kitandani kwako kama au unakaa, anza tu kuanalyze Yesu ni wa ajabu. Utaandika kurasa na kurasa na kurasa na katika kutafakari utakuta tu anakutokea. Unanitafakari mimi sasa nakupa. Kumbe umejua mimi ndo nayefanya haya. Kuliko wakati mwingine hata kupoteza muda mwingi kulia. Yaani mkiwa hapa, mwambie mwenzako, mkiwa hapa watu wawili, huyu analia sana na kuomboleza sana, na huyu mwingine huyu anatafakari tu uzuri wa Yesu na ukuu wake na baraka zake, nani atafurahiwa upesi sana na Mungu? Huyu. Ile 12 akasema 12 Waebrania 12, Waebrania 12, soma maneno hayo, ndo maneno yangu ya mwisho mbele zako. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile tuzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Sasa mstari wa 3 piga kelele, maana mtafakarini sana yeye aliyeyastahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkizimia mioyoni mwenu. Sema mtafakarini sana yeye. Inamisha kichwa chako. Inamisha kichwa chako. Ndio ibada imeisha leo. Saa 7. Inamisha kichwa chako. Tunauaga 2025 tayari kupokea 2026. Paulo anawaandikia Wafilipi, hatimaye ndugu zangu, jambo lolote lililo zuri, la kupendeza, lenye staha, ambalo umetendewa na Bwana, hebu pata nafasi ya kulitafakari hilo. Daudi, yeye baada ya Bwana kuwa amemtendea mambo makubwa, akiwa kwenye nyumba yake iliyoezekwa kwa mierezi, Daudi anautafakari uzuri wa Mungu na wema wake. Anasema, hivi ni wewe Mungu, na mimi leo nakaa hapa hivi.
Sehemu nyingine nimesoma maandiko mengi. Daudi anasema kama si Mungu aliyekuwa pamoja na mimi, aliyekuwa pamoja na Israeli, kataifa kadogo sisi, tunazingirwa na mataifa makubwa mengi ambayo kila leo yanataka kutumeza, lakini sisi Israeli tuko salama tu. Wairani wakija hawatuwezi, Wamisri wakija hawatuwezi. Daudi anasema kama sio Mungu, sio kwamba tuna silaha sisi hapa kubwa, sio kwamba tuna uwezo sisi mkubwa, lakini nimegundua yuko Mungu anayetupigania. Nimesema vifo vya ndugu zangu hawa wawili wa wiki hii, Gupta pamoja na Profesa Kweka, wenye uwezo, wenye hela, wasomi, wamelala. Nini kimefanya mimi nifike tarehe ya leo? Nini kimefanya mimi napumua sawa sawa? Nini kimefanya mimi nasimama sawa sawa? Ni kwa sababu nakula vizuri? Jamani. Makanisa yamejaa migogoro, makanisa yamejaa kutoelewana, yanakatika, yanapasuka. Sayuni limetulia. Sayuni wazee wameshikamana na mchungaji wao. Hivi mimi najua sana kuwaongoza? Jibu ni hapana. Ni Bwana peke yake ambaye amesimama Sayuni. Ndiye anayetutetea, ndiye anayetushikamanisha kwa umoja. Januari mpaka Disemba wana wa Mungu wametoa sadaka, wametoa zaka, wametoa michango yao ya maendeleo, wamewezeshana kwenye kuoa, kwenye kuolewa. Yani hawajachoka lakini hawajaishiwa. Wamefarijiana mmoja alipozaa, misiba ilipotokea. Yani mambo mengi, nimetafakari mambo mengi. Nani amewapa hali hizo kama si Mungu? Sayuni kanisa limeongezeka sana, limejaa, hata hatuna mahala pa watu kukaa, watoto wamezaliwa tele. Sisi ni wema kuliko wengine? Wewe ni mwema kuliko wengine? Wakati umeinamisha kichwa chako na unatafakari, Horabokasaka, Horabokasaka, Rabokasa. Njama za wanadamu zilikuwa nyingi mno juu yako ili uondoke. Njama za wanadamu zilikuwa nyingi mno ili zikuharibie kazi yako. Lakini wote waliofanya njama dhidi yako, wao wametawanywa, wao hawaonekani tena.